Na kwingineko ni kwamba hofu imezidi kutanda miongoni mwa familia zilizowazika wapendwa wao kwenye makaburi jijini Eldoret, huku eneo hilo likikabiliwa na tishio la kumezwa na mradi wa upanuzi wa uwanja wa Kipchoge Keino. Taarifa hii imeandaliwa na wenu mpendwa. Kelele hii mnayoisikiza sasa ni ya ujenzi unaoendelea wa Kipchoge Keino Stadium jijini Eldoret, ambao umepakana na sehemu hii ya kuwazika wafu inayofahamika kama makaburini. Ardhi hii ambayo imekuwa ikitumika kama eneo la mazishi tangu miaka ya 1900 sasa imegeuka kuwa chanzo cha mashaka na hasira, huku mamia ya wakazi wakifika kushuhudia uharibifu huo. Hatukuhusishwa kama familia ambao wako mahali hapa ambao wapendwa wao wamezikwa. So mimi tu ningetaka niombe serikali, vile mnaendelea na hii mambo, tunataka tujue ni nini ambayo baada ya hapa, ama intention gani iko mahali hapa. Bado linatusikitisha sana, na tungeweza kumuuliza rais wetu mpendwa wetu aweze kutushughulikia katika jambo hili. Manake kweli wapendwa wetu wako hapa, na sifikiri ati yeye anajua jambo hili. Tungependa walio karibu naye waweze kumjuza jambo hili. Linaweza kusikitisha wenyeji wa Eldoret zaidi, na pia hata gavana wetu tungependa ujue jambo hili na uweze kuingilia kati ili tuweze kuokoa jambo hili. Wanafamilia wanataja hatua hii kama ukosefu wa heshima kwa waliofariki na ukiukaji wa haki zao. Jua kuna mambo kama hii inaendelea hivi, ndio sababu tumekuja wengi. Umeona watu walikuwa wengi sana hapa, wanakuja kuona ni nini, na tunaona wanaweka ukuta. Sasa tunataka jua hii makaburi itafanyikaje. Kama itakuwa watatoa mili, watuambie tukuje tu exhume mapema, ndio tujue vile tutafanya. Familia hizo zinadai kuwa baadhi ya makaburi yameharibiwa katika shughuli za ujenzi wa uwanja huo bila ushirikishwaji wa umma au amri ya mahakama ya kuruhusu kufukuliwa kwa mili. Je, familia ambao wameweza kuwazika na kuwapumzisha watu wao mahali ambako nimesimama wamehusishwa katika jambo hili? Hilo ni swali ambalo ningetaka tujiulize wote, kwa sababu katika bunge la Uasin Gishu County Assembly jambo hili halijaweza kuwasilishwa na yeyote. Hata mimi mwenyewe sina uhabari ya jambo hili. Mmoja wa waathiriwa, Father Frederick Njoroge, ambaye alimzika babake katika eneo hilo mwaka wa 1983, anaomba mazungumzo na maelewano ya haki kutoka kwa serikali ili kupata suluhu bila kuvunja heshima ya waliofariki. Tunaomba kwa unyenyekevu ni wapendwa wetu wapewe heshima, na ndio maana tumekuwa wangwana sana, tukaongea na serikali ya county ili tuweze kuwa na uelewano ambao unaleta heshima kwa watu wetu na pia unaleta heshima kwa taifa nzima. Huku ujenzi ukiendelea kwa kasi kuelekea maandalizi ya hafla zinazokuja, hatima ya eneo hili bado haijawekwa wazi. Familia hizi sasa zinataka ufafanuzi na majibu ya haraka kutoka kwa mamlaka husika. Nikiripotia runinga ya Stewards, mimi ni Eve Njeri, kaunti ya Uasin Gishu.